We bow down and worship Yahweh. We bow down and worship Yahweh. We bow down and worship worship the King of Kings. Oh, we bow down and worship you. We honor your name, Jesus. We fall before you this morning. We pretend hearts, we join our hearts. We worship, we worship, we worship, we worship you. Yes, we bow
Yes, Jesus, we bow down and worship you, King of Kings. To you, Jesus, Yahweh. Just go before the Lord. He says in Isaiah chapter 59, verse 1, behold, his hands are not too short that he cannot reach to you. His ears are not dumb that he cannot hear you. So today we are going to call his name. Anasema muite, naye atakuitika. Before the Lord. His name is the strongest tower. Hey.
walk, we sit, and we have our being. In His name, we have our victories. In His name, we are saved. In His name, we are able to go to our Father. In His name, it is such a beautiful name. A name that is said, whenever we call His name, He will answer. He will show us great and mighty things that we know not of. You are worthy to be praised. In heaven and the earth, you are worthy to be praised. Your name is Yahweh. Your name is Yahweh. Heaven and the earth, you are worthy to be praised. In heaven and the earth,
familia, familia hii, sababu ni wewe, familia hii, sababu ni wewe, watoto wangu, sababu ni wewe, watoto wangu, sababu ni wewe, umenipendelea. Familia, familia hii, sababu ni wewe, familia hii, sababu ni wewe, watoto wangu, sababu ni wewe, watoto wangu, sababu ni wewe, umenipendelea. Na kwa sababu tumependelewa, tunatambua kwamba ni Bwana ametupendelea. Amen. Kwa hivyo tunasema Bwana, nimetambua wewe ni mwema. Nimetambua wewe ni mwema. Oh, Bwana, nimetambua wewe ni mwema. Bwana, nimetambua wewe ni mwema.
Inamisha miguu. Twende. Aya twende chini. Aya twende chini. Akijaona. Aya twende chini. Twende chini. Aya twende chini. Twende chini. Unaweza kaa. Aya twende chini. Twende chini. 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 Tafuta kitambaa. Tafuta kitambaa. Tafuta kitambaa. Tafuta kitambaa. Tafuta kitambaa. Tafuta kitambaa. Tunataka kuruka. Tafuta kitambaa. Tafuta kitambaa. Tafuta. Haya. Tafuta kitambaa. Twende. Onyesha kitambaa. Onyesha kitambaa. Twende. Onyesha kitambaa. Onyesha kitambaa. Onyesha kitambaa. Onyesha kitambaa. Moja, mbili, tatu, nne. Wapi Joshua Solo? Wapi Joshua Solo? Wapi Joshua Solo? Joshua, eka muziki. Bariki. Twende. Twende. Bariki. Bariki. Twende. Wapi dance? Wapi dance? Wapi dance? Wapi dance? Wapi dance? Wapi? 1, 2, weka muziki. Twende. Cheza mbele. Aya, cheza bass, shika gitaa, twende. Cheza bass. God is good. Haya, twende, my favorite one. Ati, wapi Ian, nipe drums. Cheza, bariki, 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 bariki. Moja, twende, bariki. Sasa, tunakuja kwa kelele. Moja, mbili, tatu, twende. Inaitwa marimba. Twende katika bariki, 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 bariki. Mwalimu wetu sasa. Moja, mbili, twende. Nyosha mkono. Nyosha. Twende. Twende. Bariki, 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 bariki. Luka, Luka, Luka. Haya, tunaruka ya mwisho. Tena 1, soma. 1, Luka. Chezea, 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 chezea. Wewe ni mwema Bwana. Wewe ni mwema Bwana. Wewe ni mwema Bwana. Wewe ni mwema Bwana. Nawakaribisha nyote mara tena tunapoketi katika viketi vyetu. We thank God this morning kwa ajili ya neema na fadhili zake. Karibuni nyote katika ibada yetu ya tarehe 25. Wote ambao ni wageni, wote ambao ni wenyeji, jisikieni ya kwamba mko mahali ambapo panafaa katika nyumba ya Bwana. Huu ni mwaka ambao kulingana na dhimu yetu ni mwaka wa excellence. And in everything lazima tuweke viwango vya excellence. Because excellence is a choice. Unaweza kataa ama unaweza ukae tu hivi ukatae kuwa excellent, lakini purpose in your heart, purpose that in everything you do this year you shall be a person of excellence. Bwana asifiwe. Maandiko katika kitabu cha Isaiah 43 and verses 18, the Bible says that forget the former things. Yasahau yale ambayo alikwisha, because the Lord is doing. Hata katika maisha yako mwaka huu, mambo yote ambayo yanaweza kufanya usiwe mtu ambaye ataonyesha bora katika maisha yake, yote yasahau, yaweke kando.
na ili ukaweza kuonyesha hiyo ishara ya mtu ambaye ana ubora katika maisha yake. Majina yangu ni Deacon Francis Nderito. Nashukuru Bwana asubuhi ya leo nimeokoka, nampenda Yesu. Mimi ni mume, niko na mke mmoja na vijana 3. Bwana ametubariki na ameongeza idadi yetu mwaka huu, tunamshukuru. Na pia nimshukuru askofu wetu hata kama hayuko, our church elders, our pastors na wote ambao wamehudhuria ibada yetu ya siku ya leo. Bwana wabariki, Bwana watende mema. Ninapochukua fursa hii kuwakaribisha our church choir, karibuni sana katika madhabahu so that you present your song unto the Lord. Welcome.
kutangaza injili yake Yesu, ndipo itakapoonekana ishara yake, akija kwa nguvu zake nyingi kuhukumu wenye dhambi. Parapanda itakapolia siku hiyo, Bwana Yesu atakaposhuka mawinguni, na ujira mkononi mwake wa kuume, kumlipa kila mtu sawa na kazi yake. Ndugu yangu, dada yangu, utakuwa wapi? Ndugu yangu, dada yangu, utakuwa wapi siku hiyo? Parapanda itakapolia siku hiyo, Bwana Yesu atakaposhuka mawinguni, na ujira mkononi mwake wa kuume, kumlipa kila mtu sawa na kazi yake. Ndugu yangu, dada yangu, utakuwa wapi? Ndugu yangu, dada yangu, utakuwa wapi siku hiyo? Atakaposhuka mawinguni, na ujira mkononi mwake wa kuume, kumlipa kila mtu sawa na kazi yake. Ndugu yangu, dada yangu, utakuwa wapi? Ndugu yangu, dada yangu, utakuwa wapi siku hiyo? Parapanda itakapolia siku hiyo, Bwana Yesu atakaposhuka mawinguni,
Wengine wote tuweze kuandaa sadaka zetu, na pia watoto wetu waweze kuandaliwa kwa sababu ya matoleo ya sadaka zao, maana nitaweza kuambatanisha maombi haya zaidi ya kuombea fungu la 10 na sadaka zetu. Watoto pia waweze kuandaliwa vizuri na walimu wao hata kwa sababu ya matoleo. Asanteni sana tunapoinua bahasha zetu juu, na wewe pia inua sadaka yako na pesa zako za kimishonari tunapoomba. Mwenyezi Mungu, katika jina takatifu la Yesu Kristo, twakutukuza, twakuheshimu Bwana asubuhi ya leo. Twasema ni asante kwa wema na fadhili zako mtakatifu wa rehema. Wewe ambaye Bwana ulibariki kazi ya mikono yetu, katika kazi na biashara tunazofanya, Baba Mungu ulitufungulia milango, ukatutengenezea njia. Tunasema ni asante Bwana, hata kwa sababu ya wapendwa hawa ambao wameinua fungu zao za 10. Baba, ninaomba baraka, naomba mafanikio katika maisha yao, ukaweze kuzuia wadudu waharibifu katika maisha yao Bwana, ukaweze kumkemea ule muovu ambaye analeta hasara, aletaye magonjwa, aletaye kilio Bwana, katika jina la Yesu. Fanikisha wapendwa hawa, wafungulie milango na madirisha ya mbinguni Bwana, wakatembee chini ya mbingu iliyo wazi, wakaweze kunawiri na kufanikiwa zaidi katika kazi ya mikono yao, katika biashara zao Bwana Mungu, kuendelea mbele, ukaweze kujitukuza katika maisha yao. Asante hata kwa wale ambao wanatoa sadaka za hiari na pesa za kimishonari. Baba, ninaombea baraka, naombea mafanikio makubwa Bwana, ukawaangazie uso wako, ukawanyoshee mkono wako wa baraka na fanaka siku zote Bwana, katika jina la Yesu. Asante kwa sababu ya watoto wetu, hata nao nawanenea baraka, na wanenea neema na kibali. Ulinzi wako mtakatifu wa rehema ukawe juu ya watoto hawa kila siku ya maisha yao. Ukawe mchungaji, ukawe Mungu, ukawatenge na wabaya na maovu yote ambao Bwana yanakuja kudhuru watoto hawa Bwana, wakachipuke kuwa watu tajika, watu ambao ni mashuhuri Bwana, katika jina la Yesu. Asante mtakatifu wa rehema, kama kanisa tunakutukuza, kama kanisa tunakushukuru, kama kanisa tunasema wewe ni mwema na wewe ni mwaminifu Bwana. Pokea sadaka hizi, pokea fungu zetu za 10, ikawe sawa na manukato mazuri mbele zako Bwana, kwa utukufu wa jina lako. Tunakutukuza na tunakuheshimu katika jina kuu la Yesu Kristo tumeomba na hata kuamini, amen. Mungu awabariki. Dominion singers, karibu tunapotoa, barikiwe. How we
tuwapigie makofi mazuri. On our praise and worship, you are going far. You are a great blessing to the church and to the entire body of Christ. Wageni wetu, karibuni sana. Muhisi ya kwamba mko mahali ambapo mmekubalika, mahali ambapo mmekumbatiwa kwa mikono miwili kwa upendo mwingi. Kwa hivyo usitafute tena kanisa, maana umefika mahali ambapo panafaa. Kwa hivyo mahali hapa kuna nafasi yako ya kutumika na kuhudumu. Kwa hivyo wageni wetu, karibuni sana kwa niaba ya askofu na pamoja na kwa niaba ya kasisi wetu. Vile tumetangaziwa ya kwamba tuko na conference ambayo itakuweko mwezi wa 4, na kuna mambo mengi ambayo askofu angependelea ya kwamba kongamano hili likawa ya kwamba litafaulu zaidi, na ndiposa anatuita sisi sote kama kanisa tukaweze kumuunga mkono katika maono yake, na hata tamanio la moyo wake ni ya kwamba kongamano hili likaweze kupendeza, likaweze kuhudhuriwa na wengi iwezekanavyo. Kwa hivyo sisi sote ametualika, na kwa moyo mnyenyekevu anauliza ya kwamba kama kuna njia ambayo unaweza support this conference, hakika msaada wako utapokelewa sana kwa upendo mwingi. Kwa hivyo tuweze kujitolea, tujulishe wengi. Mimi na wewe ndio mabalozi wa kongamano hili. Kwa hivyo kule ambako tunaishi, kule ambako tunafanya biashara, popote tunapoenda katika mitandao yetu, wacheni tuweze kutangaza na tuweze kualika wengi katika kongamano hili la Pasaka. Na ndiposa tumeambiwa ya kwamba kuna vitabu hivi ambavyo vimeweza kutengenezwa kama njia moja ya kutafuta fedha hata kwa sababu ya kongamano hilo. Kwa hivyo tafadhali, baada ya ibada vile tumeambiwa, our Deacon Gaga atakuwa pale nyuma. Kwa shilingi zako 200, ona ya kwamba utanunua na utakuwa mmoja wale ambao wamesupport this conference. Pia tunatafuta sponsors kwa sababu ya hiyo conference. Kama unajua kuna sponsor ambaye anaweza kuja na ashikilie sehemu fulani, hakika mlango bado uko wazi. Kwa hivyo tunawalika pia, unaweza ukapledge from a personal level, you can pledge as a family ya kwamba utaweza kujitolea hata kwa sababu ya hiyo conference. Unajua kwamba Mwenyezi Mungu ataweza na kukubariki zaidi. Pia kama kanisa vile tumetangaziwa, mpendwa wetu, ndugu yetu ambaye ni mchungaji John Manyara amempoteza baba mkwe wake, ni juzi tu ambao imetendeka. Kwa hivyo tunaomba ya kwamba kama kanisa tumsupport our brother pamoja na familia yake. Ni gharama kubwa, lakini najua kwamba kwa wewe kujitolea na mimi kujitolea tutaweza kuwasupport na itakuwa ni vizuri. Kwao nyumbani ni pale Kayole Junction. Kwa hivyo unaweza enda pale, mikutano iko pale masaa ya jioni, unaweza watembelea na itakuwa ni vizuri, na najua kwamba Mungu atatubariki. Pia vijana wetu wako na siku yao ambao ni tarehe 8 ya mwezi ujao. Kwa hivyo tunaomba kama kanisa tuweze kuwasupport vijana wetu. Najua kwamba kuna maankuli wamekuwa wakiandaa, hata last Sunday walikuwa na maankuli waliandaa, hata siku ya leo kuna kile ambacho wametengeneza na wanakutarajia wewe na mimi tuweze kununua, ndiposa tukaweze kuwasupport. Kwa hivyo tunaomba na vijana wetu ya kwamba tukaweze kununua kile ambacho wanatuuzia. Baada ya ibada watakuwa pale nje. Kwa hivyo ona ya kwamba utawatembelea, utanunua kile ambacho wanauza, na itakuwa ni vizuri na utabarikiwa. Pia tunakumbushwa kwa makanisa ya kwamba Ijumaa ijayo ambao ni Ijumaa ya mwisho ya mwezi huu, tutakuwa na mkesha wa LCA. Makanisa mengine yote yatakuja hapa kwetu. Kwa hivyo mimi na wewe ndio mwenyeji wa mkesha huu. Kwa hivyo tafadhali tunaomba ya kwamba tukaweze kufika kwa mapema siku ya Ijumaa, wakati ambapo other branches are coming. Mungu atusaidie tukue tumefika, ndiposa tukaweze kuwaalika na tukaweze kuungana pamoja nao, hata kwa sababu ya mkesha wetu wa kwanza wa mwaka 2026. Kwa hivyo naomba ya kwamba Mungu atusaidie siku ya Friday tupatikane, na pia maombi yetu yanaendelea kuanzia siku ya kesho. Tuendelee kujitolea na kupatikana masaa ya jioni, na najua kwamba kwa kutenda hivyo tutaweza kubarikiwa zaidi. Imefika wakati wa neno, na kuna yule ambaye Mwenyezi Mungu amemwandaa siku ya leo kama chombo na mtumishi wake ambaye ataweza kulileta hilo neno siku ya leo, na ni mpendwa ambaye wakati wote amesimama. Tumekuwa wakubarikiwa kama kanisa. Kwa hivyo ningeomba kwamba kwa heshima ya neno la Mungu sote tuweze kusimama. Kama tafadhali una uwezo wa kusimama kwa moyo mnyenyekevu, ningekuomba uweze kusimama kwa sababu ya heshima za neno la Mungu na mtumishi wake. Napomwalika Elder Simon Komo ambaye ndiye anatunenia siku ya leo, tumpigie makofi mazuri mpendwa huyu, mzee huyu ambaye Mungu amemwanoint siku ya leo ya kwamba akaweze kutunenea.
Tumpigie makofi mazuri mpaka afike na itakuwa ni vizuri. Wacha tuombe. Heavenly Father, in the mighty name of the Lord Jesus, you are the King of all the glory, Alpha and Omega. We humble this afternoon, oh God, before you, Lord. My God, we thank you for your servant, Elder Como, that you have anointed this day, that you're going to use his mouth as your mouthpiece to speak to us, to speak to our situation, to speak to our condition and our seasons, my Father. My God and my Father, through this word, may many believe in you. May many, my God, be strengthened in their faith in you, O God. May many receive hope. May many receive healing. May many receive restoration, my Father. May many receive their light in every dark moment, my Father, in the name of Jesus. We thank you, my Father. Anoint your servant, my Father, even as he begin, be with him, and the climax, my Father, the glory and honor be given unto your name. We thank you and we acknowledge you. In the mighty name of the Lord Jesus Christ, we pray and even give thanks. Amen. Tumpigie makofi mara tena. Bwana Yesu asifiwe. Na wasalimu nyote katika jina la Yesu. Habari zenu? Good afternoon. Nimeokoka siku hii jema. Nampenda Yesu kama aliyeniokoa na ambaye ametembea pamoja nami wakati huu wote. I want to take this chance kushukuru Mungu kwa sababu ameona vyema siku hii ya leo nisimame hapa na nililete neno lake. Ninajua ni kibali, si kwamba najua sana au si kwamba mimi mzuri kushida wengi, lakini tu ni neema ya Mungu. Kado na hivyo, napenda nichukue nafasi hii pia nimshukuru askofu wetu, our bishop and his office, for giving me this chance. I know it is an honor and therefore I am very, very much humbled. Nashukuru sana kutumika kama chombo siku hii ya leo ili niweze kuleta neno la Mungu. Na kwa niaba yangu na jamii yangu, niruhusu pia niseme mimi ni mzee. Siku hizi tunasema, walisema unatangaza wake. Sasa mimi ni mzee wa mke mmoja ako pale nyuma. Ningemuomba labda asimame atusalimie. Asanteni sana, thank you. Tumetembea naye pamoja kwa miaka mingi and we've been blessed by God with the 4 international citizens. We're just holding them in a while before they leave. Tunashukuru Mungu kwa sababu ya siku hii ya leo, na naona masaa ni mazuri sana. It's 20 minutes to noon and therefore I'll be here for the next 50 minutes or so. Nitakuwa nimemalizana na wewe. Kwa hivyo naomba tupelekane pamoja ili tulisikize neno la Mungu. Na mkiniruhusu ninaweza ita Pastor Amos ili tuandamane pamoja. Ninajua Mungu atatusaidia pamoja. Nilipata mawaidha, sijui kama mawaidha ama ni instruction asubuhi. Na nikaambiwa wewe unakibiaga sana, utembee pole pole, upeleke pastor pole pole. Na nikasema nitajaribu, even the years are catching up with me anyway. So there are some things that you go dropping along the way. Now, I will ask you to rise up on your feet. Angekuuliza usimame kwa miguu yako. So that we can have the reading of the word of God. Ndiposa tukalisome neno la Bwana.
I also want to believe that you have your own Bible. Pia nataka kuamini ya kwamba uko na Biblia yako. And in case you don't have a Bible, you may be having a phone. You can use it. There's a Bible for now. Labda kama hauna Biblia halisia unaweza tumia simu yako. So that we can flow together. Ndiposa tukaandamane pamoja. We are reading from the book of Exodus. Tunasoma kutoka katika kitabu cha Kutoka. Chapter number 17. Mlango wa 17. Verse number 8 to 13. Mstari wa 8 mpaka 13. I see so many people without Bibles, but I thank God they have a phone. Please use your phone. It's allowed. Tumia simu yako, inaruhusiwa. But please read it. Tafadhali uisome. I'm giving you a chance to read your own Bible. Nakupatia nafasi ya kusoma Biblia yako mwenyewe. Actually, your parents supported you to do that because they took you to school. Na wazazi wako wakakupeleka shule ndiposa ukawe unasoma Biblia. And God has given you 2 legs. Mungu amekupatia miguu miwili. So with all this combined effort, you can be able to read your Bible. Tukiwa na mambo haya yote, hakika tunaweza kusoma Biblia. So I would ask Pastor to pause so that we can read ourselves. Are you ready? Tuko tayari? Tuko tayari? Okay, 3, 2, 1, go. Hey, hello, Bwana sifiwe. Hawa watu naona wakiwa huko nje wakisikia wanaitwaje hawa watu wa siasa. Hawa tu ndio wanasema we. Hawa nikiwaambia wasome neno la Mungu, we need to read it so that it can get into you. Tunafaa usome ndiposa ikaweze kukuingia. I think I will read together with you so that I stop hearing you, I hear myself. Nitasoma pamoja nani ndiposa nikajisikie. 8 to 13. Okay, 3, 2, 1. Let's go. Then Amalek came and fought with Israel in Rephidim. 9. So Moses said to Joshua, choose out men of us and go out, fight with Amalek. Tomorrow I will stand on the top of the hill with the staff. 10. So Joshua did as Moses had said to him and fought with Amalek, and Moses, Aaron, and Hur went up to the top of the hill. 11. Now it came to pass, when Moses held up his hand, the Israelite prevailed. And when he laid down his hand, Amalek prevailed. 12. Wakaitegemeza mikono yake mmoja upande huu na mmoja upande ule, mikono yake ikadhibitika hata jua lilipokuchwa. Amen. God bless you. You may have your seat now. Naweza keti sasa. I want to bring us a message I have entitled Overcoming the Amalekite. Nimetaka kuwaletea ujumbe ambao kichwa chake ni kushinda Waamaleki. Overcoming the Amalekite. Kuwashinda ama kushinda Waamaleki. Now from the scripture that we have read, kutoka kwa maandiko ambayo tumesoma, it is happening in a place called Rephidim. Inatendeka katika mahali kunaitwa Rephidim. This is the first time the word Amalek is being mentioned in the Bible. Hapa ndio mahali pa kwanza jina hili Amaleki latajwa katika Biblia. It was never mentioned somewhere anywhere else in the Bible before this time. Haikuwahi tajwa mahali popote pale mwanzo kabla ya wakati huu. So this is actually the first battle between Amalek and the Israelites. Kwa hivyo hii ndio vita ya kwanza kati ya wana wa Israeli na Waamaleki. And there were other battles kulikuwa that na vita happened later. Kulikuwa na vita vingine baadaye. Saul in 1 Samuel chapter 30 he fought Amalek. Sauli katika Samueli wa kwanza 30 alipigana na Waamaleki. David also fought Amalek at a place called Ziklag. Hata Daudi pia alipigana na Waamaleki mahali kunaitwa Ziklag.
But according to theologians, Na kulingana na waandishi wale ambao ni watu wa theolojia, if you want to understand something, ukitaka kuelewa kitu, there is a principle that is called the principle of first mention. Kuna kanuni ambayo wanasema kanuni ya kutajwa kwanza. So in the Bible, katika Biblia, if you want to understand who Amalekites are, ukitaka kuelewa Mwameleki ni nani, you go back to where they were mentioned first. Unaenda pale walipotajwa mara ya kwanza. And this is exactly where we are. Na hapa ndipo tupo. But maybe we can use another scripture. Lakini pia tunaweza tumia andiko lingine Understand better kuelewa zaidi who are these Amalekites. Hao Waameleki ni nani? You can call them Amalek or Amalekite. It's one and the same thing. Yote yamaanisha mtu mmoja. So I'll ask you to open. I'll ask you to give us Exodus chapter number 36 and verse number 12. Tupatie kitabu cha Kutoka 36 mstari wa 12. So that we can understand who Amalek were. Jiposa tuelewe Waameleki hawa ni akina nani. Where did they come from? Ya kwamba walitoka wapi? It is on the screen. Pastor, you can give us. Kitabu hichi cha Kutoka mlango wa 36 mstari wa 12, Biblia inasema akafanya matanzi 50 katika pazia mmoja na matanzi 50 katika upigo wa pazia lililokuwa katika kiungo cha pili. Hayo matanzi yalikuwa yanakabiliana hili na hili. Kisha akafanya viungo 50 vya dhahabu na kuyaunganya nayo mapazia hili na hili kwa vile. Kutoka Genesis. Mwanzo. Ni Mwanzo, sio Kutoka, Mwanzo. Genesis chapter number 36. Mwanzo 36. Sorry for that. Mwanzo 36. Exactly. Yeah, and it was there. I don't know what happened. Mwanzo 36 mstari wa 12. Biblia yasema hivi: na Timna alikuwa na suria ya Elifazi mwana wa Esau, naye akamzalia Elifazi Ameleki. Hao ndio wana wa Ada mkewe Esau. Na hawa ni watu wa Reuli na Dhani. Only one verse 12. Amen. According to that scripture, kulingana na andiko hili, there's something that we are understanding. Kuna kitu ambayo tunaelewa. That this Amalek, ya kwamba hawa wa Ameleki, we are sons. Now Timna was the concubine of Eliphaz, Esau's son. Esau's son. Wana wa Esau. We know that Esau, tuelewa kwamba Esau, you can call him Esau or Esau, depending on which school you went. If you went to group of school, it is Esau. Yes. If you went to polling station, it is Esau. Esau. And everything is right. Now, but they came from Esau. Lakini walitoka kwake Esau. That is to say, hivi ni kusema that they were a distant relative. Ya kwamba walikuwa jamaa wa mbali. They were blood relative of Israelites. Walikuwa watu ambao wameunganika kidamu na wana wa Israeli. It is like saying enemy from the same household. Ni kusema adui ambao ni wa nyumba moja. Because we see they are descendants of Abraham. Maana tunaona ni kizazi cha Abrahamu. And Israelites are descendants of Abraham. Na wana wa Israeli ni kizazi cha Abrahamu. So now we can tell who Amalek were. Kwa hivyo tuweza elezea Amaleki ni nani. But before we get into the spiritual part of it, kabla hatujaingia katika mambo ya kiroho, let us see practically what they were doing with the Israelites. Ngoja tuone kihalisia walikuwa wanafanya nini na wana wa Israeli. Why were Amalekites attacking Israelites? Wakati gani Waameleki walivamia wana wa Israeli? Israelites have just left Egypt. Kumbuka tu wana wa Israeli wametoka Misri. And their only mission, na hakika nia yao is to go to Canaan. Ni kufika kule Kanani. But they encounter Amalekites. Lakini wanakutana na Waameleki. And they never provoked these Amalekites. Na hakika hawakukosea kwa njia yoyote hawa. These Amalekites just decided to invade them. Waamaleki waliamua tu kushambulia wana wa Israeli. That is to say, hivyo ni kusema Waamaleki were enemies of progress. Walikuwa maadui wa maendeleo. They were enemies of progress of Israelites. Walikuwa maadui wa maendeleo ya wana wa Israeli. Another point we can note, jambo lingine tunaweza ona, that Amalekites ya kwamba Waamaleki wanted
to bring delay to the journey of going to Canaan. Walikuwa wanataka kuchelewesha safari ya wana wa Israeli kuelekea Kanaani. That is why they were attacking. Ndio sababu waliwashambulia. So we can call them Kwa hivyo tunaweza waita agents of delay ya kwamba maagenti wa kuchelewesha or agent of sabotage. ama maagenti ambao wanaleta chini mipango. Their agenda and mission Lengo lao was to stop Israelites from proceeding with their journey to progress. ilikuwa ni kuzuia wana wa Israeli kusonga mbele. They wanted to become roadblock Walikuwa wanataka kuwa kizuizi and stop these children from acquiring what God had earmarked for them. na kuzuia wana wa Israeli kupata kile Mungu alikuwa amewaekea. So they were a form of limitation. Kwa hivyo walikuwa kiwango cha upungufu. And I want to declare to you today Nataka kukutangazia siku ya leo that the spirit of Amalekite is still alive. ya kwamba roho ya Wameleki bado iko. Even though the real Amalekites died, Ingawaje wahalisia wa Wameleki the walikufa, spirit of Amalekite lakini roho ya Wameleki is still around today. ingali hadi siku ya leo. And one of the things and one of the ways of its operation, Na njia moja ambayo inafanya kazi, it is very, very persistent. hakika ina mfululizo zaidi. It has got the ability to hibernate and attack generation after generation. Iko na uwezo wa kuvamia kizazi hadi kizazi. In other words, Kwa maneno mengine, Amalekites will come, Wameleki watakuja, you will chase them away, utawafukuza. thinking that the deal is gone. Au fikiria kwamba They wameenda, will appear sometimes later in the future. watatokea pale maisha ya baadaye. Because their work is to attack your progress. Maana kazi yao ni kushambulia kuendelea kwako So mbele. in the modern day, Katika siku za leo, we can just refer them to the enemy of progress. tunaweza waita maadui wa maendeleo. So in this sermon, Katika mahubiri haya, our Amalekite Wameleki wetu are the enemy of our progress. ni maadui wa kuendelea kwetu mbele. And what they do, Na kila wanafanya, they attack your progress. wanashambulia kuendelea kwako They mbele. attack your potential. Wanavamia uwezo wako. They may not attack who you are today. Hawezi kuvamia labda siku ya leo, You may be having a certain position, labda una nafasi fulani, and they may not attack that position today. hawatavamia hiyo nafasi But siku what ya they leo, attack lakini kile is wataingilia what you are likely to become. ni kile tu wewe utafanyika, It's what you are likely to become. kile tu utafanyika. Actually, one of the things I need to say here Kitu kimoja nafaa is kusema that hapa, Amalekite hate your destiny with a passion. ya kwamba Waameleki hakika wanachukia kwa moyo wote They hatima hate yako, your progress with a passion. wanachukia kuendelea kwako kwa moyo wao wote. Have you ever seen someone that hates you for no good reason? Umeona mtu ambaye anakuchukia bila sababu? Somebody hates you just because you are smart. Mtu anakuchukia tu kwa vile unapendeza. Somebody hates you just because you have a nice car. Mtu anakuchukia kwa vile una gari nzuri. Somebody can just hate you because you have a nice dress. Mtu anakuchukia tu kwa sababu una mavazi mazuri. Somebody can hate you because you are in love with your husband or your wife. Mtu anakuchukia kwa kumpenda mme ama mke wako. They look at your family and they say you love each other and they just decide to hate you. Wanaamua tu ya kwamba watakuchukia hivyo For no good reason. bila sababu nzuri. These are the modern Amalekites. Hao ndio Waameleki wa siku ya Modern leo. Amalekite Waameleki wa leo will want Elder Evans to leave that chair wanataka mzee Evans atoke kwenye and kiti to go hicho, sit back there, aende akae kule nyuma, but they don't have intention of using the chair. lakini hawana nia ya kutumia hiki They don't kiti. even have intention of sitting there. Hawana nia ya kuketi pale. But what is in their heart, Lakini kilicho moyoni mwao, they hate your progress with a passion. wanachukia kuendelea kwako They kwa moyo hate wote. your advancement with a passion. Wanachukia wewe kuendelea mbele kwa mioyo yao I yote. don't know whether you have ever met those people. Sijui kama umewahi kutana na hawa watu. They are the Amalekites of the days we are living. Hao ndio Waameleki wa siku ambazo That's tunaishi. how they operate. Hivyo ndivyo They wanafanya kazi. hate you for no reason. Wanakuchukia bila sababu. They attack you for no reason. Wanakuvamia bila sababu. Somebody can conspire Mtu anaweza to fanya meet mpango your boss, to meet your boss, kukutana na or aliyekuajiri to meet your pastor, ama kukutana na or mchungaji to meet wako your supervisor, ama kukutana na msimamizi wako, and
and have a makeshift story na atengeneze to story tarnish your name, kuharibu jina lako, and he will not get that position. na hatapata hiyo The nafasi. only intention is to put you down. Nia yao ni kukuweka tu That chini. is the Amalekites of the day. Hao ndio Waamaleki wa siku They ya are the leo, one we are living with today. yule tunaishi naye siku ya leo. What are we supposed to do? Tunafaa kufanya nini? There is no option. Hakuna jambo There is no lingine, alternative. hakuna jambo The lingine. only way out Njia tu ya is to kufanya fight the Amalekites. ni kupigana nao, Just like the Israelites, vile tu wana wa they Israeli had no option. hawakukuwa na jambo They had lingine, not provoked the Amalekites, hawakuwachokoza but they Waamaleki, were attacked. lakini walivamiwa. The only option that we have Kwa hivyo tu ile ambayo tunafaa is to kutenda fight the Amalekites. ni kupigana nao. Now, when we are fighting the Amalekites of the modern Amalekites, Tunapopigana na Waamaleki wa leo, then it is very, very important kwa hivyo ni kitu cha maana to zaidi realize who they are, kutambua ni akina to nani, realize who are they, kutambua hao ni who nani, are the Amalekites in my life. Waamaleki wa maisha yangu ni nani. Because your Amalekite may not be the same Amalekite that is fighting me. Maana Mwamaleki wako labda anaweza kuwa sio wangu. I want to deal with 2 or 3 Amalekites Nataka kuangalia Waamaleki wawili ama that we watatu must fight in our days. ambao lazima tupigane nao siku zetu. We have no option Hatuna jambo lingine than to fight them. ila tupigane nao. Amalek number 1 Mwamaleki wa kwanza is called the bloodline pattern. ya kwamba ni mtiririko wa damu fulani ama mtindo fulani katika familia zetu, Cycles in our families. katika mambo ambayo yanatokea kila wakati kwa familia zetu, Patterns in our generations. katika mitindo katika familia I zetu. have called them bloodline patterns. Nimesema ya kwamba ni mtindo ambao inatiririka katika damu zetu. Please open with me from the book of Lamentation, chapter number 5 and verse number 7. Kitabu cha Maombolezo 5 mstari wa 7. Chapter number 5 and verse number 7. Maombolezo 5 mstari wa 7. Our fathers sinned and are no more, Baba zetu walitenda dhambi na hawako tena, but we bear their iniquities. lakini tunabeba makosa yao. Ezekiel 18 and verse number 2. Ezekieli Ezekiel 18 and verse number 2. Ezekieli 18 mstari wa 2. Ezekieli 18 mstari wa 2. Biblia inasema, je, maana yake ni nini hata mkatumia mitidhali hii katika Israeli, mkisema baba wamekula zabibu mbichi, nao watoto wakatiwa ganzi la meno. From the first chapter verse we read, Katika andiko la kwanza ambalo tulisoma, it is another generation that sinned. ni kizazi kingine ambacho kilitenda dhambi. It is another generation that was supposed to suffer. Ni kizazi kingine ambacho kilifaa kuteseka. There was a negative implementation that happened in another generation. Kuna mambo mabaya yaliyotokea katika kizazi That is why the kingine. Bible is saying that our fathers sinned. Ndiposa Biblia inasema baba zetu walitenda dhambi. But look at part B of it. Lakini tizama sehemu ya pili. It says, Inasema, but we bear the iniquities. lakini sisi watoto tunabeba makosa yao. Who is paying for their sins? Ni nani analipa kwa sababu ya dhambi zao? There is a possibility Kuna uwezo that a former generation sinned. ya kwamba kizazi kilichopita kilitenda You were dhambi. born in that generation, Ulizaliwa katika hicho kizazi and you find yourself na unajipata suffering the consequences. na unateseka kwa sababu ya mambo yale. If you don't take care of it, Usipokuwa makini, if you don't stop it, kama the hautasimamisha, next generation, kizazi chako that is kinachofuata, your children, watoto wako will suffer the same iniquities. pia watapata yale mateso. In other words, Kwa maneno mengine, it is an Amalekite hakika ni Mwameleki that got in a former generation, ambaye anakuja katika ambaye alikuwa kwa kizazi and now is kilichopita disturbing you. na sasa anakusumbua wewe. These are negative suffering
that if not stopped will keep reoccurring. Haya ni mambo yanayoleta mateso na isiposimamishwa itatokea kila wakati. Because some of them have legal grounds. Mengine yao yana uhalisia wa kuwa pale, uhalali. Our forefathers did something. Maana babu zetu walifanya jambo. They had some covenant with those Amalekites. Walifanya agano na wale wa Amaleki. And they died. Na walikufa. And so we are suffering because of what they did. Kwa hivyo tunateseka kwa yale walitenda. Now what we have to do, kile tunafaa kufanya in this generation, kwa kizazi hiki, is to refuse to inherit our forefathers' frustrations. Ni kukataa kurithi mateso ya baba zetu. We must refuse to inherit their diseases. Lazima tukatae kurithi magonjwa yao. We must refuse to inherit. Lazima tukatae kurithi their weaknesses. Udhaifu wao. The agreement they had with the demons, we are not part of it. Maagano waliokuwa na pepo sio yetu. We must engage a new covenant with our God. Lazima tuweke agano mpya na Mungu wetu. That yes, they suffered. Ya kwamba ndio waliteseka. Yes, they were frustrated. Ndio waliteseka. Yes, our former generation was poor. Ndio baba zetu walikuwa masikini. They suffered of poverty. Waliteseka kwa umasikini. They died of diseases. Walikufa na magonjwa. We must refuse. Lazima tukatae. So that our next generation ndiposa kizazi ambacho kinafuata have the same Amalekite transiting to them. Hawatapatana na wale wa Amaleki wakuwe kwao. I want to bring to you some two case study families. Nataka kuwaletea mfano miwili ya familia. Let's go to the family of a man of God called Abraham. Tutizame familia ya Abrahamu. If you look at the family of Abraham, unapotizama familia ya Abrahamu, there is a sort of rivalry that is going on. Kuna labda ubishi fulani unaendelea. There is a rivalry between Abraham and Lot. Kuna tatizo kati ya Lot na Abrahamu. And they part ways. Na hakika wakatengana. And it looks like it is very normal. Na tunaona kana kwamba ni jambo la kawaida. But look at the next generation. Lakini angalia kizazi ambacho kinafuata. His son, mwana wake, has Jacob and Esau. Ambaye ni Yakobo na Esau. The same demon that disturbed his father, ile pepo iliyosumbua baba yao, right in his son's house. Pia imeingia katika nyumba ya wana. Jacob and Esau, Yakobo na Esau, they have some rivalries. Pia wanakuwa na tatizo. And one of them has to leave. Mmoja wao anaondoka. Go down. Endelea chini. Where we find Joseph and his brothers. Mahali tunapata Yusufu na ndugu zake. He is in the same lineage. Pia kwa ile tu uzao. All the brothers have rivalry against one son called Joseph. Ndugu zake wanaungana kinyume na yeye. And they sell him out. Na wanamuuza. You see the Amalekite is traversing from generation to generation. Unaona Mwameleki anatoka kizazi hiki hadi kingine. Abraham lied. Abrahamu alidanganya. Isaac lied. Isaka alidanganya. Jacob lied. Yakobo pia alidanganya. The demon is passing from generation to pepo anaenda kutoka kizazi hadi kizazi. Abraham had a barren wife. Abrahamu alikuwa na mke ambaye alikuwa tasa. Isaac had a barren wife. Pia Isaka alikuwa na mwanamke tasa. Same case to his son Jacob. Ikaenda pia kwa Yakobo. You see how the Amalekite is passing by? Naona vile Amaleki anaenda. Let's go to the family of David. Twende kwa familia ya Daudi. There is a demon of immorality and lust. Kuna pepo huyu wa usherati. Go back to the to grandfather of David. Enda kwa babu yake Daudi. Timna. There was lust and immorality that happened. Kulikuwa pia na usherati ambao ulitendeka pale. In the time of Judah, you remember that? Wakati wa Juda. Come down to David. Kuja kwake Daudi pia. What is happening? Nini inatendeka? He kills Uriah to acquire the wife. Anaua Uriah, anachukua mke wake. Go down to his son Solomon. Enda kwa mwana wake Sulemani. The same challenge. Changamoto ile. He acquires 1,000 women as wives. Anapata wanawake 1,000 kama wake. These are the demons I'm talking about. Hizi ndizo pepo na nena kuhusu. And we must deny them access in our generation. Lazima tuzizuie ama tuzikane katika maisha yetu. Access in your generation. Ya kwamba zuia zisiingie katika kizazi chako. If you allow them in, ukiwaruhusu waingie, you will suffer like your forefathers. Utateseka kama babu zako. One of the most important things that we must do
Jambo moja tunafaa is kutenda to scan through our family. ni kutizama kwa undani familia Scan zetu, through our generation. kutizama uzazi wetu kwa And undani, see the Amalekite that has been fighting them. na kuona Wameleki ambao wamekuwa You wakipigana nao. must scan very well. Unatizama vizuri kwa undani, Spot the Amalekite that was there. unatambua Wameleki waliokuweko, Then fight that Amalekite. na upigane na Wameleki hao. Do not fight aimlessly. Usipigane bila kuwa makini. You remember the case of Samson when he burnt Philistines' farm? Unakumbuka Samsoni alipochoma ngano ya Wafilisti. When the owners of the farm came, Wakati wenye shamba walikuja, they saw the fire. waliona moto. There was a chance of putting down the fire and going back home. Kulikuwa na nafasi ya kuzima moto na kurudi nyumbani. But they did one wise thing. Lakini walifanya jambo moja la They put hekima. down the fire. Walizima moto, Then they scanned very well. kisha wakatizama kwa They undani. saw there foxes that were spreading this fire. Wakaona kuna wanyama ambao wanaeneza They moto went huu. a step further Wakachukua hatua nyingine. and they saw the foxes. Na wakaona wanyama They hawa. realized Wakatambua somebody must have tied these forces together, two lazima by two. kuna mtu aliyefunga mikia ya wanyama hawa pamoja. We will not deal with the fire and go home. Hatutazima moto tuende We nyumbani. will go deeper. Tutaingia kwa We undani. will dig deeper. Tutaenda kwa undani. So when they dug deeper, Walipochunguza kwa it is undani, when they realized wakatambua someone called Samson mtu anaitwa Samsoni behind all this. ndio alifanya haya yote. Why were they doing this? Kwa nini walifanya hivi? They knew one thing. Walijua kitu kimoja. You can put down the fire, Unaweza zima moto, then after another week, baada ya wiki the moja fire will come back. moto utarudi tena. You must to deal with the source of the fire. Lazima uangalie chanzo cha moto. Must deal with the source of the Amalekite. Lazima uangalie chanzo Where cha is the Wameleki. Amalekite coming from? Mwameleki anatoka wapi? And deal with the source. Na uzuie And kuanzia once you deal mwanzo. with the source, Kwanza unapozuia pale and you mwanzo, disconnect yourself with the source, unajitenganisha na hiyo that jambo. means the frustrations that disturbed your fathers, Kumaanisha mambo yaliyohangaisha baba they will zetu not disturb you. haitakusumbua The wewe. struggles that your earlier generation went through, Kung'ang'ana ambayo kizazi cha kwanza you should kilipitia, not go through them. hautapitia hiyo. The failures of your forefathers, Kutofaulu kwa baba you should not zetu, inherit them. hatutarithi kutofaulu Because kuo. you were not born to repeat history. Kwa maana we haujazaliwa You kurudia were never historia. born to repeat history. Haukuzaliwa kurudia Actually, you historia. were born to rewrite history. Hakika ulizaliwa uandike historia mpya. Can you raise up your hand like this and say, Sema hivi, I was not born to rewrite, to repeat history. sikuzaliwa kurudia I historia. was never born to repeat history. Sikuzaliwa kurudia I historia. was never born to repeat history. Sikuzaliwa kurudia I was historia. born to rewrite history. Nilizaliwa kuandika You historia must mpya. rewrite your history. Lazima uandike upya historia You must yako. not copy paste what your fathers did. Usirudie kile baba zako walifanya. You must not fail where they failed. Usianguke kule You walianguka. cannot be frustrated by what frustrated them. Hauwezi lemewa na kile You are here kiliwalemea. to write a new history. Lazima uandike historia You mpya. must rewrite history. Lazima uandike historia You mpya. cannot afford to repeat history. Hautarudia historia. If you want to know whether you are rewriting or you are repeating history, Ukitaka kujua kama unaandika ama unarudia, look at your life. tizama maisha yako. Some of our lives looks like letter M. Maisha yetu yanakaa kama herufi M. You know how we write letter M? Unajua herufi M inaandikwa vipi? Up, Inaenda juu, down. chini, Up, juu, down. chini, Up, juu, down. chini. If you find that your life is like that, Ukiangalia maisha yako you yako are going hivyo, up unaenda juu, and then down. narudi chini. There is an Amalekite behind there. Kuna Mwameleki There pale is an nyuma. Amalekite behind Kuna that Mwameleki schedule. hapo nyuma. That is a pattern that was created by someone else. Huo ni mtindo But uliotengenezwa you na mtu must mwingine. declare, Lazima now utangaze I came in ya kwamba nimekuja and I ndani. must rewrite history. Lazima niandike historia That mpya. lifestyle has to be cancelled. Lazima haya I yaondoke. can only go up alone. Naweza enda juu I peke will yake. go up and up and up. Taenda juu na juu Declare, I zaidi. will go up and up and up. Nitaenda juu na I juu will not zaidi. live like letter M. Sitakaa kama Up, herufi M. down, Juu up, chini. down, Juu up. chini. That cannot happen. Hiyo haitatendeka. Enough is enough. Ya kwamba I imefika must mwisho. rewrite my own history. Lazima niandike historia yangu. What killed my father will not kill me. Kile kiliwa baba yangu hakitaniua. I tell you,
a practical, a personal practical story. Nakupatia historia ya kweli kabisa. I hope it will not be online. Najua kwamba haitakuwa kwenye mtandao. Tangaza vita katika jamii yako. When they appear, wakati wote wanaonekana, tell them there is no access. Waambie hakuna mlango wa kuingia. Permission denied. Ruhusa hakuna. Clear to those Amalekites. Ambia hao Waamaleki. Permission denied. Hakuna ruhusa. You come with the former diseases. Unakuja na magonjwa. Permission denied. Hakuna ruhusa. You bring struggles to me. Unaleta kung'ang'ana kwangu. Hakuna ruhusa. You bring rivalries to me. Unaleta uadui kwangu. Permission denied. Hakuna ruhusa. Permission denied. Ruhusa hakuna. Deny them permission in your life. Wazuie kuingia kwa maisha yako. Usiwape ruhusa. The second Amalekite that you must fight. Mwameleki wa pili ambaye lazima upigane naye. What I call mindset. Ni kusema Mwameleki wa kimawazo. The biggest enemies that we must attack and fight. Adui mkubwa ambaye tunafaa kupigana naye is mindset. Ni mawazo yetu. You don't have a mind. Hauna mawazo. You are your mind. Wewe ndio mawazo. I say you don't have a mind. Nasema ya kwamba hauna mawazo. You are your mind. Wewe mwenyewe ndio mawazo yako. You must align yourself with what the word of God says. Lazima ujiweke sambamba na vile neno la Mungu linasema. The Bible says, Biblia inasema, let the weak say I am strong. Wacha wadhaifu waseme wana nguvu. They may be feeling pain. Inaweza kuwa nahisi uchungu. What is the word of God saying? Lakini neno la Mungu lasema nini? Ya kwamba mimi nina nguvu. Let the sick say I am healed. Wacha wagonjwa waseme wameponywa. I may still be healing that pain. Ndio nasikia uchungu. But what does the word of God say? Lakini neno lasema nini? I am healed. Ya kwamba nimepona. Regardless of what I'm feeling. Haijalishi nasikia vipi. The word of God says I am healed. Neno la Mungu lasema nimepona. The word of God says I am healed. Ya kwamba nimepona. I must align myself with the word of God. Lazima nijiweke sambamba na neno la Mungu. That is the only way to survive. Hiyo tu ndio njia ya kuishi. The Bible says, Biblia inasema, let the poor say I am weak. Masikini waseme ni matajiri. Don't check with your M-Pesa. Usiangalie M-Pesa yako. Don't confirm with your bank account. Usiangalie na akaunti yako. Confirm with the word of God. Hakikisha na neno la Mungu. The word of God says, neno la Mungu lasema, I am rich. Ya kwamba mimi ni tajiri. You say I am rich. Sema mimi ni tajiri. Change your mindset. Badilisha mawazo yako. There is a man called, there are two men called Joshua and Caleb. Kuna watu wawili ambao ni Yoshua na Kalebu. Joshua and Caleb suffered same way with other Israelites in Egypt. Yoshua na Kalebu waliteseka kama Waisraeli wengine kule Misri. They passed through wilderness and they were scorched by the hot sun. Walipitia katika jangwa na walichomwa na jua kali. All of them suffered. Wote waliteseka. All of them. Wote. They made bricks in Egypt. Walitengeneza matofali kule Misri. But it came a time when the 12 spies were being sent by Moses. Na ikafika wakati ambao wapelelezi walitumwa na Musa. When they got into that land, walipoingia katika taifa lile, these two men had a different mindset with the other. Watu hawa wawili walikuwa na akili ama mtizamo tofauti na wengine. They all saw the giant. Wote waliona majitu. All of them, they saw the giant. Wote waliona majitu. But what are the 10 saying? Je, wale 10 walisema nini? They are saying, wanasema that the earth there can even swallows its people. Ya kwamba hata ardhi inaweza meza watu wake. The report they came with, ripoti walioleta, that the earth swallows its own people. Ya kwamba kule ardhi inameza watu wake. Na hata nashangaa walikuwa wapi hawakumezwa. Na wanasema ati dunia hiyo yao inameza watu wote. And they are alive. Na maisha yao. Was that sentence really making sense? Hapana. I don't think I will ask them because I will not meet them. Anyway, the other two, wale ambao ni wapelelezi wawili, they had a different mindset. Walikuwa na mtizamo tofauti. They said yes. Walisema ndio. We saw the giant. Tuliona majitu. We saw the sons of Anak. Tuliona wana wa Anaki. It is true they are huge. Na ni kweli ni wakubwa kwa kimo. It is true they are many. Ni kweli kwenye nchi ni wengi. They are more than us. Hao ni zaidi yetu. But they had a different mindset. Lakini walikuwa na mtizamo tofauti. I pray that you have a different mindset. Naomba ukawe na mtizamo aina tofauti. Regardless of the economy of this country. Kwamba haijalishi uchumi uko namna gani. Regardless of what people are saying. Haijalishi kile watu wanasema. The only thing that you need to change is kile your mindset. Unafaa kubadilisha ni mawazo yako na mtizamo. Caleb said, Kalebu anasema,
I cannot turn back. ya kwamba sitarudi nyuma. They said, yes, the giants are there. Ndio majitu yako, But we have a God. lakini tuko na Mungu. Yes, their enemies are there. Maadui wako pale, Yes, Amalekites are there. Waameleki wako But pale, we have a God. lakini tunaye Mungu. They said, I have come all this way. Wamesema ni I remember my God, what he did in Egypt. ya kwamba atakumbuka kile Mungu I alitenda can Misri. remember he made a way in the Red Sea. Nakumbuka alipasua bahari ya Shamu, He akatengeneza performed njia. miracles in the wilderness. Alifanya miujiza We kule had kwenye nothing jangwa. to eat in the wilderness. Hakika tulikula kwenye But jangwa. my God supplied food. Mungu alitupa chakula. And therefore I have my mind made up. Kwa hivyo nimeamua kwa mawazo I have yangu, my mind made up. nimeamua kwa I mawazo will follow yangu this God. ya kwamba najua I huyu know Mungu, and I am sure nina uhakika na huyu no Mungu. enemy can stand before this God. Hakuna adui anaweza These shinda huyu two men Mungu. had their mind made up. Amen. They had their mind made up Waliamua katika mawazo yao, that we have to conquer these people. lazima tushinde hawa It watu. doesn't matter the size, their size. Haijalishi wanatoshana It vipi, doesn't matter the size of the challenge. haijalishi changamoto ni It kiasi doesn't gani, matter the people against you. haijalishi walio kinyume na wewe, But the mindset. lakini mtizamo na These mawazo two yako. guys said, Hii Biblia we inasema have our mindset lazima tuko na mawazo and we yetu, cannot turn back. hatuwezi rudi We have nyuma. come back. We have come all the way. Tumetoka mbali, All the way from Egypt. tumetoka mbali kule We Misri, cannot turn back here. hatuwezi rudi We tukiwa cannot hapa. agree to be defeated here. Lazima We hatutashindwa have come hapa, a wrong way. tumetoka mbali. Can I have somebody that has come a wrong way with Tuko na this mtu God? ametoka mbali, Somebody that can say, mtu anaweza I sema have come a wrong way with this God. nimetoka mbali na I huyu saw this Mungu, God fighting my battle. nimeona huyu Mungu I akipigana saw vita this God vyangu, healing me. nimeona Mungu I akiniponya, saw this God changing my life. nimeona Mungu akibadilisha And maisha therefore yangu. I have made up my Kwa mind. hivyo I nimeamua, have made up my mind. nimeamua Even if the enemies are standing before me, hata kama adui wako my mbele mind is yangu, made up. mawazo yangu My imeamua, mind is made up. mawazo yangu imeamua. I got my mind made up and I won't turn back because I want to see my Jesus someday. I got my mind made up and I won't turn back because I want to see my Jesus someday. Together we go. I got my mind made up and I won't turn back. See my Jesus someday. I got my mind made up. And I won't give back, 'cause I want to see my Jesus someday. Let's go to book of Nehemiah. First chapter number 2 and verse number 2 to 3 and 4, 6 to 9. Twende Nehemia Project 2. it quickly because I am almost there. Nehemia 2. We are there? Yeah. We can read in chapter number 2, verse 2 and 3. Then I will tell you the next one. We go? Okay. Nehemia 2 mstari wa pili, Biblia inasema basi mfalme akaniambia, mbona umetikisika uso wako, nawe huna ugonjwa? Nini hii isipokuwa ni huzuni ya moyo? Ndipo nikaogopa sana. Nehemiah 4, 6 to 9. 4, 6 mpaka 9. Biblia inasema hivi kwamba nayo yakaandikwa humo, habari imeenea katika mataifa, naye Geshemu akasema neno lilo hilo, ya kwamba wewe na Wayahudi mwakusudia kuasi, ndiyo sababu wa ujenga huo ukuta, nawe wataka kuwamiliki, ndivyo wasemavyo. 7, nawe umewawekea manabii ili wakuhubirie huko Yerusalemu, kusema yuko mfalme katika Yuda. Basi sasa ataarifiwa mfalme sawasawa na maneno haya. Njoo sasa basi tufanye shauri pamoja. 8, ndipo mimi nikatuma kwake wajumbe kusema, hakukufanyika mambo kama hayo uyasemayo, lakini kwa moyo wangu wewe mwenyewe umeyabuni. 9, kwani hao wote walitaka kuogofisha
wakisema italegea mikono yao katika kazi, isifanyike, lakini sasa nitatia mikono yangu nguvu. As at in verse number 6, it says like this. So we built the wall, and all the wall was joined together unto half its height. For the people had a mind to work. Amen. What made it success? Ni nini ilifanya wakafaulu? What brought progress? Nini ilifanya The wakasonga people mbele? had the mind to build. Watu walikuwa na mawazo ya It kujenga. is not because it was easier, Sio kwa sababu ilikuwa rahisi. but their mind was set for it. Mawazo yao yalikuwa yameamua They kufanya had hivyo. changed their mind. Walikuwa wamebadilisha mawazo Their yao. mindset was building. Mawazo yao ilikuwa ni kujenga. It was not easier. Haikuwa rahisi. When you see a marriage that is standing, Ukiona ndoa iliyosimama, it is not that they are married by an angel or they married an angel. sio kwamba wameoa malaika. It is because they kwa- have made up their mind Ni kwa to keep sababu the marriage. wamefanya uamuzi. If you see a business that is progressing, Ukiona biashara inayoendelea mbele, it is not because they have a lot of money. sio kwa sababu wana pesa It mingi. is because the owner has made up his mind Ni kwa sababu mwenyewe amefanya to uamuzi keep on pushing and Kwen- growing his business. kuendelea kusonga mbele katika When biashara. you see a church that is progressing, Ukiona kanisa linaloendelea, it is not because things are very good. sio kwamba mambo ni mazuri sana. It is because the members and the leaders have made up their mind to keep on progressing. Ni kwa sababu viongozi na washirika If wameamua you see kuendelea a mbele. student that is excelling, Ukiona mwanafunzi it anayefaulu, is not because exams are sio easier. kwa sababu mitihani It ni is rahisi. because the student has made up his mind Ni kwa sababu mwanafunzi amefanya uamuzi that I must pass. ya kwamba lazima nipite And mtihani. today, Na siku ya leo, even if you forget everything else, hata ukisahau mambo you yote, must make up your mind. lazima ufanye uamuzi wa My mawazo mind is yako made up. ya kwamba nimeamua. Nehemiah Nehemia is in Shushan, ako pale Shusha, very far from where the walls of Jerusalem is. mbali na ukuta wa I Yerusalemu. want you to note one thing, Nataka utambue kitu kimoja, that Nehemiah has not saved money ya kwamba Nehemia hajawekeza pesa for building the wall. ya kujenga ukuta. Nehemiah does not have a plantation of trees. Hana miti aliyopanda, He has nothing. hana chochote, hana But his chochote. heart is there. Lakini uamuzi His uko pale, mind is made up. lakini mpango wake The wall ameamua must be built. ya kwamba atajenga. His mind is made up. Mawazo yake He ameamua, does not have a bank account. hana banki ya account, But his mind is made up. lakini amefanya I uamuzi, must build the wall. lazima nijenge ukuta. You must have your mind made up. Lazima uamue, Not because you are strong. sio kwa sababu una You nguvu. will not make it because you are strong. Hautafaulu kwa sababu ya But nguvu, because you have made up your mind. lakini kwa sababu umefanya maamuzi excel. ya kuendelea mbele. What is important in this case Cha muhimu mahali is hapa making up your mind. ni kufanya What uamuzi. is your mind telling you? Je, mawazo yako yanakuambia It nini? is not possible. Ya kwamba haiwezekani, It will not be possible. ya kwamba haitawezekana. What is your mind telling you? Mawazo yako yanakuambia nini? I can make it. Ya kwamba ninaweza, I can make ya it. kwamba ninaweza, You will surely make it. na hakika utaweza. Because the determinant factor Ukiwa na is ujasiri, your mindset. kinachojalisha ni mawazo yako. Whatever you require Chochote unahitaji is not there in heaven. haiko mbinguni. Nehemiah required trees. Nehemia alihitaji miti, Nehemiah required workers. alihitaji watendakazi, Nehemiah required resources. alihitaji I rasilimali. am here to confirm to you. Niko hapa The kukuhakikishia resources you need to make up your business. rasilimali unayohitaji The kuendeleza resources biashara yako, you need to make up your family. rasilimali unayohitaji kuendeleza They familia are yako not in heaven. haziko mbinguni, They are here on earth. ziko hapa You duniani. must make up your mind Lazima ufanye that uamuzi this time round, ya kwamba wakati huu no demon will stop me. hakuna pepo No atanizuia, Amalekite will stop me. hakuna mwanadamu I atanizuia. must build my wall. Lazima nijenge I ukuta must wangu, build my business. lazima nijenge biashara I must yangu, build my faith. lazima nijenge imani I yangu, must build my prayer life. lazima nijenge maisha I yangu ya must build kuomba, my character. lazima nijenge nidhamu You yangu, must make up your mind. lazima ufanye You uamuzi, must have your mind made up. lazima uamue kwa That mawazo is the yako. only way to win against the Amalekite. That is the only way to win against the Hiyo tu Amalekite. ndio njia ya kushinda Waameleki. Otherwise, mockers will be there. Wale ambao ni wakudhihaki wako pale. You have no job. You have no duty to kill the Sanballat. Hauna sababu ya kuua Sanbalati. Let Sanballat keep on talking. Wacha Sanbalati endelee kuishi, Let the mockers keep on mocking you. wacha wale wanakudhihaki As if they waendelee, are not there. ni kana kwamba hawako. And for sure, personally, I have declared. Na kwa uhakika nimetangaza, It doesn't matter what you say. haijalishi kile Your unasema, opinion against me does
doesn't matter. Maneno yako kinyume nami haijalishi. Against me does not Maneno impact. yako It haijalishi. will not affect me. Haitanizuia. My mind is made up. Mawazo yangu I yameamua. will keep on progressing. Nitaendelea mbele. Whatever you will say, Chochote utasema. whatever you will say, Chochote keep utasema. on mocking me. Endelea Keep kunidhihaki. on saying it is not Endelea possible. kusema iwezekani. Keep on saying I'm doing nothing. Endelea kusema hakuna Endelea ninachofanya. kusema najipendekeza. Amen. Ni kweli najipendekeza. I have made up my mind. Nimefanya uamuzi. Najipendekeza mpaka nifike. Amen. Praise be to God. Atukuzwe Bwana. I got my mind made up. Nimefanya uamuzi. The resources that Nehemiah needed. Rasilimali ambayo Nehemia There was alihitaji someone here on earth. ilikuwa hapa duniani. And he needed just a connection. Alitaka tu He kuunganishwa. needed just a letter from the king. Alitaka tu barua ya And he mfalme got the letter. na alipata barua, Because he kept on pushing. maana aliendelea His kusukuma. mind was made up. Mawazo yake yaliamua. The reason you have not excelled, Sababu the haujafaulu, reason you have not made it, sababu it's haujafaulu not because it is not possible. si kwa sababu Other iwezekani. people made it. Wengine waliweza In the same field you are, kwa mahali ambapo in uko, the same business you are, biashara in the unayofanya, same profession you are. ile kazi Other unayotenda. people made it. Wengine You are not the walifaulu, first one. wewe si wa Other kwanza. people made it. Wengine Stop walifaulu. saying that this business is not paying. Waja kusema hii biashara haina Stop pesa. saying it is not possible. Waja kusema Stop haiwezekani. telling us things are hard. Wacha kutuambia mambo ni Other people magumu. are making it. Wengine wanafaulu The same country, katika nchi the hile, same universe, katika dunia the hii, same area. katika maeneo You haya. must make up your mind. Lazima ufanye I uamuzi got my mind made na up. kwamba mawazo yangu I don't yameamua. know what you will say. Haijalishi kile I don't utasema, care what you will say. haijalishi kile But I unasema, got my mind made up. lakini tayari nimefanya I got my uamuzi. mind made up. Nimeamua katika mawazo Whatever yangu. the mockers will say, Wengine watasema, how you treat me is irrelevant. haijalishi unavyonichukulia. The shortcomings ahead of me Upu- are irrelevant. Upungufu ambao ulio mbele yangu haujalishi. Amen. But I've made up my mind. Lakini nimefanya uamuzi wangu. I've made up my mind. Nimefanya uamuzi. You remember those three young people? They were called Shadrach, Meshach, and Abednego. Yes. They were brought before the king. Waliletwa mbele ya mfalme. Not better. Sio kwa mazuri. At that time, Wakati huo King Nebuchadnezzar had conquered almost the whole world. mfalme Nebukadneza alikuwa ameshinda vita That king vyote. had stood before him. Hakuna mfalme alisimama mbele yake. Nobody, no king, Hakuna no enemy mfalme ama chochote had stood before him. ambayo ilisimama mbele ya mfalme But Nebukadneza. there came some three young men. Lakini ukakuja vijana watatu They told him, wakamwambia, actually they were brought to him. waliletwa kwake. He heard that they have refused to bow. Walisikia amekataa kuabudu And therefore miungu. they were brought to him. Kwa hivyo wakaletwa kwa mfalme And he asked them, na akawauliza I'm giving you a final chance. na kupatia nafasi, nawapea nafasi ya mwisho. In other words, it is an Amalekite giving you a chance to compromise. Kwa maneno mengine Mwamaleki anakupatia nafasi ya kukubaliana. The king said, I'm giving you the last chance. Mfalme anasema nawapatia nafasi ya mwisho. I am told that you said you will not bow. Naambiwa ya kwamba mlisema hamtaabudu miungu yangu. They said, they say in Nigeria, they say, Igwe. They said, Igwe. Wakasema mfalme, King, you live forever. mfalme ishi milele. But in this matter, Lakini kwa mambo haya, in this matter, kwa sababu ya we mambo have haya made up our mind tumefanya uamuzi whether this God will save us kama huyu Mungu or you will atatuokoa be able to kill us. ama utatuua. We have made up our mind. Tumefanya We uamuzi, are not going to bow. hatutainamia We have our miungu. mind made up. Sisi mawazo yetu In imeamua this matter, katika mambo haya. yes, we have received your chance to compromise. Tumepata nafasi yako ya kukubaliana, But we are here to confirm to you. lakini tuko hapa We kukuhakikishia are not going to compromise. hatutakubaliana In this matter, katika hali hii, in this specific matter, katika hili ambalo we unasema. beg to differ with you. Sisi hatukubaliani na Just throw wewe, us in the pit. tutupe tu katika tanuri ya moto, We just throw us there. tutupe tu kwa tanuri We ya have moto. made up our mind. Tayari tumeamua, Whatever the consequences, hatujalishi na one matokeo, thing we know, lakini tunajua our God, Mungu wetu, our God, Mungu wetu. one thing we know, Jambo moja tunajua, Our God. Mungu wetu. we don't know about this God of yours. Hatujui kuhusu miungu This yako. God was made by some pharaohs
here. Hii miungu ilitengenezwa We na watu. saw them creating this God. Tuliona wakitengeneza hii miungu. So we know this God. Tunajua hii miungu. It just came up the other day. Imekuja tu juzi. But as for us, Lakini sisi, our God, Mungu wetu, our God, Mungu wetu, we have seen him delivering us somewhere else. tumemwona akitukomboa hapo We saw mwanzo. him healing us. Tumeona I akituponya. saw that God healing me. Nimeona huyo Mungu I saw akiniponya. that God saving me. Nimeona Mungu And akiniokoa. therefore, Na kwa hivyo, in this matter, katika jambo my hili, mind is made up. mawazo yetu My imeamua. mind is made up. Mawazo yetu I imeamua. will not bow. Mimi I sitainama. cannot bow. Sitainama. Whatever threat you bring, Chochote utatutishia. whatever shot you throw to me, Chochote I utakachotutupia. will not bow. Mimi sitainama. The 3 young men Vijana hawa watatu decided not to bow. waliamua hawatainamia Why? miungu. Kwa nini? They had made up their mind. Walikuwa wamefanya maamuzi. You have to make up your mind. Lazima ufanye uamuzi. Win the battle at whatever cost. Kushinda vita kwa njia yoyote. Finally, Mwishowe, the last one, you must pay the price. lazima uwe tayari kulipa gharama. To defeat Amalek, Kumshinda Mwameleki, you must pay the price. lazima ulipe gharama. Because of time, I will not read. I will only quote a few scriptures. Kwa sababu ya muda nitataja tu maandiko. But you were a witness with me Ninyi ni washuhuda na mimi that Nehemiah ya kwamba Nehemia was ready to pay the price. alikuwa tayari kulipa gharama. And you know, Nehemiah was not even beginning at zero. He was No. beginning at a negative. Na unajua Nehemia hakuwa na chochote kile. You know, when you are beginning at zero, Ukia- it's when you are beginning from the floor. Ukianza zero naanzia kwenye, Nehemiah is beginning from negative. yeye anaanza kwa kutokuwa na chochote Because kabisa. he has to bring out the rubbles. Lazima aondoe zile He has to vifurushi bring- vyote. He has to pull out the rubbles. Lazima of the aondoe vile wall vifurushi vyote so that he can come to zero now. ndiposa akuje kwa sufuri. Many times you tell us, mimi nilianza zero. I started at zero. I tell you, Nehemiah began at negative. Yeye Zero hakuwa is better. afadhali sufuri If you are kuliko beginning hiyo at zero, ingine. you are better than Nehemiah. Ukianza kwa sufuri basi wewe ni zaidi ya If you are Nehemia. beginning at zero, you are better than Nehemiah. Wewe uko sawa zaidi ya Nehemia. began at negative. Yeye alianza bila chochote But he kile, made up his mind lakini alifanya to uamuzi do the work. kufanya kazi. You must be ready to take. You must be ready to pay the price. Lazima uwe tayari kulipa gharama. This habit of dodging the price. Let me say something. Wacha very niseme important. kitu. If you have the habit of dodging the price, Kama uko na tabia ya kuondokea gharama, you will miss the price. hakika utakosa ama matokeo ama zawadi yake. Are you getting what I'm saying? Naelewa If kile you ambacho have the nasema. habit of dodging the price, Kama una tabia ya kuondokea gharama, you will automatically miss the price. hakika hautapata zawadi. You see the way we say here, Vile tunasema hapa we are fasting 3 days. ya kwamba Fasting. tunafunga siku Or tatu, 1 week of fasting. wiki moja ya You kufunga, dodge the fasting. unaondokea. Unaamkia uji thermosi mbili. You just dodge. Alafu unaapia sade. Unasema wenye walikuwa nafunga mikono juu, huinui kabisa, unainulia hapa. You have dodged the price. Umeondokea. Tunaambiwa tukuje kanisani mapema. You dodge. Unaishi hapa nyuma 100 meters na unakuja saa 4 hivi. Na unakanyaka pole pole hivi. Niliona pale asubuhi late comers wanakanyaka pole pole.